Mundu muka wa ukuu wa katikati kuma kisioni cha Membli Ruiru kaunti ya Kiambu wetu hata uwa yekana kake ka ukuu wa moi umwe kwanzia kukauma na mayo ngingo na kidhui kuyana na ngosi ya idho Olive Nduta ni kana mundu muka u itina wakutwa isi ya kiko kiu no mutesisi kumwita mauvo meweta kana mundu muka u vau itina nuna mutesi akanuna mutesi mundu me ungi kwa kwenda kumuuma cha na kumua mwisililwa u ni weki wa mbini na wemwe wa kanaka watu wa nyumbani ya kusuvya aku ya Kenyatta University Funeral Home. Caleb Chalo nukueleza. Kesi yo kesi kanieta Membli kuya Ruiru kaunti ya Kiambu kiko chake na mwone kilivote iwe mwetu wa mwika ulani nyinya wa kana kamweka ukenge akiwetu hata umie kana kake na maeyo ngalekone sio udhiu na ngingo nginya kesa kutiwa ni thayu. Tumepatwa na mshtuko kubwa sana kupata mama ameuma mtoto wako na ameuma na hatimaye kwa bahati mbaya amekufa. Sasa sisi wa mama hata kama tunaona hii maisha iko gumu sana juu hata chakula yenyewe hakuna, lakini kusema hakuna chakula si kusema atiume mtoto atiakufe. Geuka nikaona mtu amekuja bio. Mimi nikaenda na safari zangu nikaingia kwa kina Mama Hope, nikaita Mama Hope. Nikamuuliza Mama Hope sika ikifunguo uniangalilie huko. Na yeye sasa venye tuliachana na Mama Hope niliona mtu amekuja bio. Venye alikuja bio akakuja kama ananirukia. Kugeuka hivi alinisika vizuri sigo, hata sigo saa hii inauma. Akanisika kabisa. Nikamuuliza ni nini wewe? Akaniuliza, akaniambia twende. Kugeuka hivi niliona mtu amenisika vizuri na akona damu kwa mdomo. Kuyana na ngosi cia metho mwitu wewe tekana taona mbise kuona nyatavia ite kueleka takutavia andu kana no kwenda kumamina ingikumilia wimenza tanzoka amwe ma enende makiweta kana mwitu uyu anayemukuniku muno kimikalile muome wake akiweta tona mutie methana muvuthu itina wa kutethekana kana kau. Nilipatana na huyo mama asubuhi akiwa kwa plot. Alikuwa ameshika landlord hapo anamvuta anampeleka kwa nyumba. Huyo mama akaniambia nimsaidie kumtoa. Kumsaidia kumtoa huyo mama akaanza kupiga nduru. Kupiga nduru kumtoa nikamvuta. Kumvuta kumtoa kumpeleka kando. Akapanua mdomo. Kupanua mdomo ulimi yake ilikuwa inafanya kama nyoka. Sasa kumwambia hebu toka huku, wachana na maadhe, wewe uende shughuli zako. Akaniambia kwanza wewe ukianza kuniongelesha utakufa. You will die, you will die. Maovu ane mekithwa ni DCIO wa Ruiru Jeremiah Ndubai. Mwendo wa saa 9 adhuhuri tulipokea habari kwa wananchi kwamba kulikuwa na mama alionekana akitoa manguo ambayo ilikuwa imelowa damu kwa nyumba yake. Baadaye polisi tulienda pale tukashuhudia ni kweli kulikuwa na mama alikuwa na dhaniwa alikuwa ameua mtoto yake na mtoto alikuwa na manjeraha kwa uso. Na ndipo tukamkamata na kumleta hapa kituo cha polisi ili kuendeleza uchunguzi. Pia ningependa kusema ni kwamba yule mama ni kama alikuwa anaonekana kama ako na shinda ya kiakili, na baada ya uchunguzi ndio tutaweza kujua kama atafunguliwa mashtaka. Kumbuka ya kwamba iko ile kitendo kinaitwa infanticide kwa Kiingereza. Mama akishajifungua kabla miezi 6 kuisha wanakuanga sana wanakuwa affected na ile tendo la usasi. Volisi nesiosa mwe waka ukenge kau na watu wa mombani ya kusovya meya aku na vala mwetu si weki wa mbini ukunike ilimbe ndutwa ewa. Lakini tunaomba hii serikali hata kama tumemchagua bwana hii maisha imekuwa gumu kabisa. Hii maisha imekuwa gumu. Lakini hatusemi tutauma watoto ndio maisha ikuwe rahisi. Lakini angalau hata huyu mama mwenye ameuma mtoto ni youth, ni msichana mdogo sana. Ni Gen Z. Sasa unaona kama angepewa kazi hata kama angeshikwa na hiyo angeuma mtoto. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilengi wa Maovo.